Moshi nayo tumezoea. Tear gas kwetu ni kama perfume. Justice for Albert Ojwang. Katika taifa hili la Kenya ambapo damu za wasio na hatia zimemwagika barabarani, leo tunafunua ukurasa mwingine wa huzuni. Afisa wa polisi alimpiga risasi mchuuzi wa maski katikati ya jiji la Nairobi. Jina lake lilikuwa Albert Ojwang, kijana mwenye ndoto, mwenye tabasamu la matumaini, lakini leo ametoweka kwa mikono ya wale waliopaswa kumlinda. Hii style ya kupiga watu kichwa ilitoka wapi IG? Hii ya kupiga kabisa risasi yenye by the time una pull the trigger you know somebody's life is about to end. And that person is in uniform. Je, ni nani aliamuru kuuawa kwa Albert Ojwang? Je, ni kweli kwamba polisi waliomzuia walikula kiapo cha kulinda maisha, sio kuyapoteza? Leo tunachimbua siri nzito, siri za mahabusu zilizogeuka kaburi, siri za maandamano yaliyojaa vilio, siri za damu iliyotapakaa kimya kimya barabarani. Moshi nayo tumezoea. Tear gas kwetu ni kama perfume. Justice for Albert Ojwang. Na huu si mwisho, bali ni sehemu tu ya simulizi ndefu ya mateso ya vijana wa Kenya kama Wele Kimani, kama Baby Pendo, kama Kionjokoma Brothers, majina ambayo historia haiwezi kuyasahau. Leo tunauliza, je, haki itatendeka kwa Albert Ojwang? Je, ni mwanga utapenya gizani au ni mwanzo wa zama za hofu mpya kwa taifa hili? Tilia siri nzito za kifo cha Albert Ojwang katika simulizi hii ya Historia Fiche TV, ambapo tunasema ukweli hauwezi ukafichwa milele. Nchi ya Kenya imezoea machozi, machozi ya mama wa Mathare, yale ya mama wa Kisumu, yale ya mama wa Kayole, machozi ya mama wa Homa Bay, machozi ya wanawake waliowazika watoto wao kabla ya wakati. Leo tunazungumzia kifo kingine, kifo cha kijana mwalimu, mwanablogi Albert Ojwang. Lakini huyu si wa kwanza, tena si wa mwisho. Yeye ni sura mpya tu kwenye orodha ndefu ya waliouawa mikononi mwa polisi na vyombo vya dola. Leo Historia Fiche TV inafungua jalada zito, siri za mauaji ya raia mikononi mwa polisi wa Kenya. Tena si Kenya pekee, wala si Afrika tu, bali dunia nzima. Je, historia inajirudia au tunaelekea pahali pabaya zaidi? Hatuwezi kaa kimya. Huyu ni kiongozi wa watu. We stand for the truth. Stated that Ojwang was dead at the time of arrival at the hospital. The 40-minute video clip indicates that the police were well aware of Ojwang's state as they arrived at the hospital. Albert Ojwang, mtoto wa maskini, mwalimu wa shule za mashinani huko Homa Bay, mwandishi wa kisiasa aliyetumia blogi yake kufichua maovu. Aliandika kuhusu ukatili wa polisi nchini Kenya, akaandika kuhusu ufisadi wao na ufisadi serikalini. Aliandika kuhusu watu waliotoweka, waliouawa bila sababu, na siku moja yeye mwenyewe amekuwa sehemu ya orodha hiyo ya waliouawa mikononi mwa polisi waliopaswa kumlinda. Ask the same question, why does the police have to drive all the way from Homa Bay? The suspect from Homa Bay to Nairobi. That is, as I have answered there earlier, and the DCI is also going to give additional details on the same. Albert alikamatwa Juni 6 nyumbani kwao Homa Bay, kisha akasafirishwa moja kwa moja na maafisa wa DCI mpaka Nairobi Central Police Station, umbali wa kilomita zaidi ya 400. Halafu Juni 8 taarifa zikatolewa kwamba yeye amejiua mwenyewe akiwa kwenye seli za polisi.
Lakini ukaguzi wa maiti nao ukakinzana na taarifa za awali za polisi. Wakasema amevunjwa shingo, amepigwa kichuma, kisha ameshambuliwa kwa nguvu. Lakini leo kikosi cha Historia ya Fiche TV kinauliza, je, kweli kijana aliyeandika kuhusu ukatili, kuhusu mauaji ya polisi, kuhusu watu wanaokufa mikononi mwa vyombo vya dola, imekuwaje? Amejimaliza mwenyewe au kuna mkono wa mtu mkubwa nyuma ya pazia? Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amelaumu serikali kwa kujihusisha na kuongezeka kwa visa vya mauaji ya kikatili na watu kutekwa nyara, akisema kuwa maisha ya Wakenya ni ya thamani na yanapaswa kuheshimiwa. Nyoro amewataka walio katika ofisi za serikali kujiondoa katika huduma za umma iwapo hawatavumilia shinikizo na kukosolewa. Lakini je, ni mara ya kwanza kwa damu kumwagika mikononi mwa polisi wa Kenya? Hapana. Mwanasheria kijana msaidizi wa wanyonge alitekwa pamoja na mteja wake na dereva, kisha miili yao ikapatikana mtoni, kichwa kimevunjwa, mikono nyuma kwa waya. Polisi 4 walihukumiwa baada ya miaka 6 ya kesi. Halafu tena kuna hii hadithi ya Kionjokoma Brothers. Hawa ni ndugu wawili waliotoweka baada ya kukamatwa kwa madai ya kuvunja curfew. Miili yao ilipatikana msituni wakiwa wamevunjika viungo vyote. Polisi walifikishwa kotini. Kesi bado inaendelea kwa kusuasua. Alafu tena kuna hii kesi ya Baby Pendo, mtoto wa miezi 6 aliyepigwa risasi na polisi. Hawa waliingia nyumbani kwao kwa nguvu. Yeye Baby Pendo aliaga dunia hospitalini. Hakuna hata polisi mmoja aliyehukumiwa. Miaka 7 baadaye, mpaka leo hakuna anayejua kesi ya Baby Pendo ilienda namna gani. Halafu tena kuna hii kesi ya The Lanet 4. Hawa ni vijana 4 waliouawa kwa kupigwa risasi walipokuwa wamesimama kando ya barabara usiku. Polisi walidai hawa walikuwa majambazi, lakini jamii ililia hawa walikuwa vijana wetu, tena wasomi. Kesi haikufunguliwa mpaka leo na wala hakuna ajuaye kesi hiyo kama itawahi kufunguliwa. I can't breathe ni maneno ya mwisho ya George Floyd mikononi mwa polisi wa Minneapolis. Maandamano yalisambaa duniani. Derek Chauvin akahukumiwa kifungo cha miaka 22, lakini Marekani bado inapambana na ukatili wa polisi. Halafu tena kuna maandamano ya End SARS. Maandamano makubwa dhidi ya kikosi cha polisi cha SARS walioteka nyara, wakatesa na kuua vijana na raia wa Nigeria. Zaidi ya watu 56 waliuawa. Serikali ikaahidi mageuzi, lakini mpaka leo serikali ya Nigeria haijafanya chochote kinachoweza kubadilisha hali ya polisi nchini humo. Halafu polisi huko Afrika Kusini waliwapiga risasi wachimba migodi 34 kwa amri ya serikali. Hakuna aliyehukumiwa, haki ilizikwa pamoja na maiti zao. Leo kikosi cha Historia ya Fiche TV kinauliza kwa nini polisi wa Kenya wanaua wananchi? Na leo tumechimbua na tukapata sababu kuu. Sababu ya kwanza ni siasa chafu. Polisi hutumia kuficha ukweli kulinda wanasiasa. Halafu sababu ya pili ni rushwa. Hii hutokana na mauaji kuficha uhalifu mkubwa unaoendelea nchini Kenya. Halafu sababu ya tatu ni mamlaka isiyozuilika. Kikosi cha Historia ya Fiche TV kimegundua kwamba polisi hawajawajibishwa. Tena sheria za polisi dhidi ya raia hazitumiki. Halafu sababu ya 4 ni udhaifu wa mahakama. Mashahidi huogopa, kesi huzama kwa miaka bila hukumu. Leo tunauliza, je, haki itawahi kupatikana? Ripoti ya Independent Policing Oversight Authority ya mwaka 2023 ilisema kwamba polisi 233 walishukiwa kuua raia, na waliohukumiwa ni wangapi? Ni 5 tu. Je, haki inapatikana au inauzwa kwa
kwa fedha na hofu hapa Kenya. Je, Kenya inaelekea wapi? Nchi ambako raia hawawezi kusema bila kuhofu. Nchi ambayo polisi ni wauaji badala ya walinzi. Hatuwezi kujenga taifa lenye amani bila haki. Historia inatuonya kwamba mataifa yanayodhulumu raia wake huishia kwenye machafuko, mapinduzi na migawanyiko. Kenya inahitaji mambo kadha wa kadha. Kwanza ni mageuzi ya jeshi la polisi, mahakama huru, uhuru wa vyombo vya habari na ulinzi wa mashahidi wa mauaji. Bila hayo, damu ya Ojwang itakuwa ni mwanzo wa giza kubwa zaidi. Katika taifa la Kenya ambako sauti za wanyonge hufunikwa na vumbi la uongo, katika kuta za mahabusu zenye harufu ya damu isiyo na hatia, jina moja limetikisa mioyo ya watu: Albert Ojwang. Mwalimu, mwanaharakati, mtoto wa maskini aliyedhubutu kusema, lakini sasa sauti hiyo imenyamazishwa milele. Je, haki itapatikana au damu yake itasahaulika kama machozi ya mama mnyonge?